Hivyo una akili kwa leo mude? Mimi unanifahamu? Nisikize nikwambie. Ukome kunifuatilia. Tena mimi ukiniona, ona kama mwana kifo chako. Muone vimeoneka kama vile kobe. Yaani sitaji mazoea na wewe. Unikome nikukome. Usinijue nisikujue. Umenielewa mbwa wewe? Tena katika maisha yako, sahau mtu anaitwa Jessica. Tena unikome na ufoe usiku. Bishara kunipita mimi wewe. Jessica. Jessica, una nini? We Jessica. Jessica. Una nini lakini? We Jessica. Brother huyo. Unajua yani mimi nitatembea naangalia hivi hata siangalii huku na huku. Hata pia kuona na tunataka kama kawaida. Tulikwema. Maendeleo vipi? Nilikuwa najiuliza huyu Mudi au mwingine. Afu hiyo mimi nikanapotembea siangalii huku wala huku, yani naongoza tukao kifurugobe. Jua kali. Jua kali. Jua hili mpaka mtu afike huku karibu na unakuja kunadilia. Niambie kama. Sasa blaza. Na vipi kuhusu mzigo? Mzigo wako umefika salama. Mzigo nilipokea kweli na nikamfikishia, na wakati mzigo ule na ukabidhi, rafiki yako naye alikuwepo. Kwa hiyo rafiki yako Jepi. Huyo utakuwa na rafiki gani kama sio huyo? Wewe niko nafikiria hapa. Rafiki yangu yupi aliyojitokeza hapa katika zaidi? Au mara moja utakuwa marafiki zako wote ushasahau. Wewe acha blaza. Labda kutokana na mjini mara moja hii tayari rafiki zote ushasahau. Hamna. Hata nilipokuwa kule mjini nilikuwa sina, lakini kuna mfikiria sana rafiki yangu. Unajua yule ni rafiki yangu yana kufa na kuzikana. Mimi naelewa gani. Nizali mzigo umefika kwa. Unaelekea hivi lakini. Mimi naelekea hivi. Dada bwana nashukuru. Ni poa sana dada. Unajua bwana maisha haya bwana bila kazi. Mimi naelewa. Kukakani mtihani. Mimi naelewa. Mtafiki utakuja kwa kibaka. Au mtafiki utakutana na kibaka wengi kutokana na mazingira ya watu wanapokuwa wanafanyaje. Ndio. Lakini unapokutana na vijana unaona huyu kidogo ana kitu. Unaweza kumsupport. Maana mimi sijui kesho yake. Unaweza kushangaa kesho kwenye kusaidia mimi. Kusaidia mtu mwingine.
Yaani umguu unaonionea dawa hapa ni hapo nikatoe ndoa kwetu nije kufikishia habari. Sio umenielewa? Yaani na ujumbe kutoka kwa Mudi. Kama sijakusikia vile Vati, umesemaje? Sio kwamba hujanisikia, ila unataka faida. Nimekwambia nina ujumbe kutoka kwa Mudi. Mudi huyo. Hivi wewe Vati, mimi unanionaje kwanza? Yaani mwenyeti nina ubuyu kutoka kwa Mudi. Hivi una akili kweli wewe? Ina maana umesahau siku hivi mimi alifaniaibisha kule barabarani? Umesahau Vati wewe? Naomba unisikilize kwa makini. Tena ukae kwa kutulia. Nimeshakwambia mimi simuhitaji wa Mudi, sina muda naye. Kama unamtaka tembea naye tu, ruksa. Kwanza Mudi anaanza kwa mtu kama mimi. Upo? Tena kamwambie simuhitaji, simtaki bibi yeye. Pita mimi hapo. Hebu nipishe bwana wewe. Lakini ndio ujumbe ulioniambia mimi huko. Jamani, tunitembee na Mudi. Hapo ngoja kwanza nicheke. Shemdali huyo. Shemeji. Niambia lo. Safi kwema? Safi. Naona upo. Nipo shemeji yangu. Niambie shemeji. Safi kwema. Unajua shemeji, kila nikikutazama, si nikufananisha na Hailey New Hoya, Holpa huko. Eno shemeji wewe mambo yako wewe. Unajua shemeji, kiukweli hiki kinusi kilifika kwa bahati mbaya. Tuachane nayo. Mohamed karudi. Na mpango wake alivyokuja nao. Anataka atangaze ndoa. Sijakaa naye kwa undani zaidi, ila nikaona huu ni umbea. Sijatumwa, moyo tu. Nje nikudokeze. Tunataka tupige ubweche mpunga. Unaionaje shemeji yangu? Yaani shemeji yangu hapo ushachafua hali ya hewa kabisa. Umeanza vizuri, nikajua unaongea jambo la maana, kumbe unamwongelea huyo ndugu yako huyo. Ni hivi mimi na huyo nani Mudi, asili tumeshaachana, sina mahusiano naye. Kwa kama hajakuambia mimi nakupa taarifa. Sasa shemeji, mara nasikia nimekutoa kwenye Mudi. Mimi sio lengo langu nikutoa kwenye Mudi. Nataka ubaki kwa Mudi hapo hapo. Na ndio maana nimekuja kwamba shemeji, ninataka Mohamed apitishe ndoa. Kama mambo ya kwenda mjini siwezi kukudanganya. Lakini lengo ukae naye hapa hapa nyumbani mjini hapa hapa. Ndio shida na mazumuni ya bwana Mohamed, kaka che Mudi. Ndio mpango madhubuti wa shemeji yangu, na kuibia siri tu hapo. Nimekuelewa lakini ndio hivyo. Mimi na Mudi tushaachana. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nitakutafuta tukae watatu. Sitaki kushambenga na mtu. Tutakaa watatu, mimi, wewe na Mohamed. Nimefurahi sana kuja ujio wako na nimefarijika sana kwa maamuzi ambayo uliochukua kutoka mjini kurudi hapa. Nimefurahi sana kwa sababu kama unavyofahamu mama yako amefariki muda mrefu sana, na hapa nyumbani nilikuwa nakaa tu peke yangu, kwa hiyo sina msaada wa aina yoyote. Kurudi kwako na imani mambo mengi yatanyoka. Ila ninachokushauri kurudi kwako isiwe tija eti kwamba mimi ndio utanitunza hapa. Nakushauri tafute mke wako. Unaona mazingira hapa nyumbani bado wanatembea tembea tu, wanakuja ovyo, hata kufagia hakuna. Lakini na imani kwamba mwanangu utafuta mke, basi nyumbani hapa patakuwa pazuri. Hilo baba halina shida. Hilo halina shida kabisa mzee wangu. Mimi
nimekusikia na nimekuelewa, nisema nitalifanyia kazi jambo lako, kwa sababu mimi napenda nafuata unavyotaka wewe mzee wangu. Basi hilo mzee, mimi nitalifanyia kazi. Dada, kuna matatizo. Yala. Vione vivyo kama sura vichafu. Hivi Mudi wewe. Hivi una kiti mamu wewe? Yaani wewe kumtuma Vatiti kumwambie Jessica tuonane na mimi. Kwa kitu gani? Kwa kitu gani au kwa hadhi gani uliokuwa nayo? Kuna mambo niambie. Kwangu umesahau kitu gani nikupe? Niambie hicho kisahau nikupe, maana naona unahangaika kweli anikuhusu mimi. Mimi nishakwambia sikutaki, sikuhitaji na ninakuchukia. Katika hii dunia, wewe ni namba hii moja mtu ambaye nakuchukia. Sikupendi, acha kunifuatilia katika maisha yangu. Hayo maneno gani unayoongea? Nakumbuka kwamba hapo umekuja katika mji wa watu. Na ulipokuja hebu angalia kuna nani yako, kwamba kuna mkubwa. Unapaswa usalimie, umheshimu, lakini unakuja unabwata. Hivi ndio heshima hiyo? Au ndio ulivyofundishwa kwa wazazi wako kwamba utapofika sehemu usasalimie tu wakubwa, uanze kulopoka lopoka? Wasalimia wakubwa afu ndio mengine afate. Mbona kwa kama hivyo wewe lakini? Eti unashinda kumsalimia mzee unampata ukimwamkia wewe inatosha. Kwa hiyo imekuuma? Imekuuma? Hapo bado. Itakuhuma na itakuuma tena. Mbwa wewe.